Vijana musilale, lale lale, vijana musilale, bado mapambano, mapambano, mapambano. Enough is enough. Nataka kumwambia wa Kenya, usirudi nyuma. Tuko tayari. Hata kama hutatutengenezea barabara ni sawa Bwana William Ruto. Hata kama utaongeza ushuru ni sawa, hatuna shida. Hata kama umeharibu masomo ni sawa. Hata kama hutashughulikia afya ni sawa. Lakini tunakuomba jambo moja peke yake. Acha watoto wetu waishi. Vile ambavyo ulinunua Raila Odinga na opposition. Sasa Wakenya milioni 50, sisi ndio tunaongoza opposition. Na tutakukalia ngumu. Ulisema unataka upinzani ambao itakukalia ngumu. Yes, kwa majina naitwa Isaac Mungai ama kijana msafi. Na mimi ndio chairman wa New Gema Young Leaders Movement hapa Mount Kenya. Na leo siko peke yangu kwa press kwa sababu tumekuwa likizo ya Christmas. Na leo nimekuja kwa sababu ya yale mambo ambayo yalitokea na yamezungumziwa sana katika taifa letu la Kenya, mambo ya abductions. Na kwa sababu ya hiyo maneno ambayo inaendelea katika nchi ya Kenya, tumeitana na kama viongozi, tukasema hata kama tulikuwa holiday ya Christmas, tukuje kwanza sababu nchi inatuhitaji na nchi inahitaji sauti yetu kama viongozi wa vijana. Na kama vile ambavyo mnaona hapa niko na viongozi kutoka bunge la wananchi kule Nairobi wakiongozwa na Dennis Wanjala, tuko na mjukuu wa bunduki hapa, tuko na Songa na tuko na mheshimiwa mwenzangu hapa Kiari Kenneth kutoka kule Rali. Na tumeshikana leo kama timu moja ndio tuzungumzie yale ambayo yanaendelea katika nchi yetu. Na ningetaka nipatie nafasi kiongozi mwenzangu hapa Dennis Wanjala aongee, azungumze yake. Karibu sana kiongozi. Asante sana. Vile umesema, kwa majina naitwa Dennis Wanjala. Nimetoka kule bunge la mwananchi Jakaranda. Sisi kama vijana na sisi kama Wakenya lazima tushikane. Tusiposhikana hii nchi itamalizika na mikora. Na hawa wakora wameamua kushikana kuweza kuhakikisha kwa ya kwamba maisha ya vijana imeangamia. So far Wakenya vile mnaona, vile Wakenya wanakuwa kidnapped. Unakuta kijana ameshikwa kwa barabara, mwingine ameshikwa pande hii ati ili watuuzie sisi uoga ati tunyamaze. Mimi kitu naweza ambia mtu ambaye anatumana vijana wakwe kidnapped, na huyo ni Rais William Samuel Ruto. Na Rais William Samuel Ruto, mimi nilisikia Martha Karua akisema open ilikuwa ameweka squad ya askari kutoka Burundi, Uganda na wengine kabila yake hapa Kenya, na wengine wametoka kwa jeshi. Kitu nataka kuambia Ruto, hata utatumie tactic gani ya ati unatuogopesha, unachoka bure. We will deal with you squarely. Na hii kitu unajaribu kutengeneza 2027 na atukue. Mimi nisikudanganye, mimi nilikuambia hakuna siku sisi utatuuzia uoga. Mimi nikiongea hapa, mimi najua nilikuwa napigiwa simu naambiwa niache kuongea vibaya kuhusu rais. Sasa mtu kama anafanya kitu mzuri unaweza muongelea mbaya, uwezi. Lakini William Ruto is an incompetent president. We elected an incompetent, a person who does not know what he's doing. Actually president hangekuwa mtu kama Ruto. Lakini mimi saa nyingine naambianga Mungu umetupa punishment, lakini 2027 tutarekebisha hii kitu. Na akisema ati akona hii mkono yake ati ataingia yeye angukangi kura anaota. Mimi nilisema sisi sio Raila Odinga utaenda kuibia. Sisi ukijaribu kuiba kuwa na ndege tayari ya kupeleka Uganda na uende kabisa, sababu tutahakikisha kuwa umetoka na utakuwa rais wa nchi. Sisi hatuwezi kukubali. Kuna msichana hapa mwaka alikuwa kidnapped akienda town. Mtoto wa mwenye msichana mrembo, wazazi wake wajui mahali yako. Hata watu wenye ameweka wana rape mpaka hawa wasichana. Tunaweza kuwa na rais kama huyu?
msichana wa mtu unamchukua unampeleka mahali hatujui, tutajuaje kuwa umemchukua kumrepu? Vijana wadogo 24 years mpaka saa hii hawapatikani mahali wako, alafu tunasema tuko na serikali. Mimi nilisema jana, wametuambia kuwa IG wa polisi hawahusiki kwa maneno ya kidnapping. Mtu mwenye anasimamia DCI anakuja kutuambia yeye hana habari. Kwa hivyo wenye wana kidnap wa Kenya ni majambazi, magaidi, na tumepeana amri. Ukiona Mkenya mwenzako anakuwa kidnapped na wewe unaona, chukua silaha yoyote iko karibu na wewe, piga huyo mtu akufe. Hiyo gari hakikisha umechoma, hakikisha gari imekuwa damage kabisa, na hao watu wasijaribu kutoroka mahali wako, sababu hao ni mikora na serikali imetuhakikishia si hao. Sasa sisi tutadili nao kama criminal. Hakuna maneno ya kupembeleza punda kwa mteremko saa hii. Hatutakubali kuuziwa uoga kama Wakenya. Hii nchi ni yetu na lazima tuiprotect kama Wakenya. Saa hii tunataka kudili na hao majambazi na mwenye anawapatia orders huyu William Samuel Ruto. Nimeona kazi mzuri kule Embu. Si walikuwa wanahitaji sisi, tunakuja na tutawaonyesha. Asante. Thank you very much. Ndugu yangu, nataka nipatie songa nafasi pia azungumzie yale ambayo yanaendelea. Karibu sana kiongozi. Sawa, asante sana. Kwa majina mimi ni Kedi Songa, Homeland Migori. Kwa majina mimi ni Kedi Songa, but Homeland Migori. Mimi ni member la bunge la Jacaranda kama ambassador. Na nishukuru kwa siku ya leo. Nataka kuongea na wananchi. Kwa hii kitu endelea, hii mambo ya adapt watu vijana wadogo. Nataka kusema hivi. Mahali imefika wa Kenya lazima tushikane. Usiangalie huyu ni kabila gani. Usiangalie huyu anatoka pande gani. Huyu mtu ameshikwa anatoka Mount Kenya. Huyu mtu ameshikwa anatoka Rift Valley. Huyu mtu ameshikwa anatoka pande gani. Bwana, enough is enough. Enough is enough. Bwana Ruto anafaa ende nyumbani. Hata mimi sijui. Hata kesho ingekuwa 2027 mwezi wa 8. Mimi ninge celebrate. Bwana Mungu, sijana 27 ni mbali bwana. Sijui tutangoja kama 2025 bado iko mbele baba. Tujaanza hata na siku moja. 2026 bado iko. Mpaka Mungu wa mbinguni tufanye tu miracle. Wale watu wanakufanga the right person. Huyu jamaa ndiye angeenda. Kwani tunaogopa nini? Yeye ndiye angesasa enda. Tumeputuza watu wazuri sana. Akina Brian Chira wameenda tu hivi. Akina Dida wameenda. Mbona huyu anapea Mungu nini? Sisi tunapea Mungu. Yeye anatoa sadaka pesa ngapi bwana? Na hii sadaka yake pia anatoa, anarudi anachukua. Enough is enough. Ona Kibet, kama kijana mdogo bwana. Kijana mdogo akona 24 years. Ni amechoka na huyu mzee. Amechoka. Bwana, tumechoka na watu bwana. Sije hata Mungu ndiye anapangia kila mtu, anasema we one day utakuwa leader. Lakini ukisoma Biblia, Ruto tulipewa ndiye tulipwa na hii. Ruto tulipewa kama punishment. Ruto tulipewa kama punishment. Sikudanganyi. Mungu ndiye angekuwa amechoka na Kenya. Na saa hii Mungu alitoka tu kidogo, ameanza kurudi juu. Anaona wa Kenya tumerudi kwa line. Ona saa hii wa mama wanalia, wa vijana tunalia. Hata sisi Jacaranda huku tumesiko mara mingi ba. Lakini safari bado. Hakuna vile mtu unasema watu wanashikwa, wa mama wanalia, wa baba wanalia, familia wanalia. Alafu bwana, siji Kenya watu wanafikiria. Siji ile shule, siji mtu alienda shule kufanya nini? Alafu mtu anatoka tu kwa nyumba yake, amevaa uniform. Anakuja anasema, ajui hao watu, hadi ni mtu anashika watu wajui. Na watu wanapotea. Na sisi ndio amenyamaza tu, to make it worse. Hadi Raila pia anakuja anasema hii serikali mbaya, Mimi nilikuwa Raila damu baba, lakini leo hii alinipaka matope. Mimi nilitoka huko mbio sana. Na naomba Baba wa mbinguni niforgive. Sikuwa najua kitu nafanya. Kama yeye mwenyewe anarudi anasema ati hao watu government lazima wajue hao watu ni akina nani wanafanya kitu kama hii. Nasikia vizuri. Na yeye last week Batwana alisema kama support Ruto utoke kwa chama yake. Huyu ni mtu anatupima bwana. Simama na yani kama ni huku hata binguni bwana, ukidecide fanyia shetani kazi. Ukidecide wewe ni maneno ya Mungu, fuata Mungu direct. Uwezi serve two masters at the same time. Raila anataka kuserve two masters at the same time. Iwezekani baba.
Nataka kumwambia wasichana wadogo wa vijana, hakuna no turning back. Bwana, lazima tu deal na Ruto methodically. Vile anakuja tu deal na yeye. Juu amedeclare war. Maskini against tajiri. Lewi. Wale wako kwa government wote wako na pesa. Umesona mtoto yao akiwekwa ndani? Hakuna. Ukienda maandamano watoto yao waendangi. Saizi tunaumia. Enough is enough. Ruto, Raila wote nyumbani, akina Mudavadi wote waende watengeneze timu yao kama kuku nyumbani. Out this time 2027 Ruto akwe position leader followed by Raila. Kama atakosa EU, akikosa EU Ruto aende Bondo baba. Barabara ya kwenda Nyanza ni kubwa hata kuliko barabara ya kwenda Binguni. Na hakuna jam. Ni kubwa sana. Wajipange waende huko. Na ni mapema. Kama sisi hata sasa hakuna kuiba. Anaiba nini? Anaiba kitu ana. Unaiba kitu uko nayo. Ruto hata iba, anaiba. Hati mtu anasema, hati nani atamtoa? Kwani hata Moses hakuwa anajua one day atatoa Waisraeli. Lakini yeye mwenyewe Mungu alimtumia mpaka akatoa watu. Mtu anaenda kutoa Ruto hata mimi. Kwani mimi si Kenya sasa nimesoma. Nikifika huko ndio itapata kama niko na 35 years and above. Nimequalify kwa president ya Kenya. Hati mtu anauliza, hati nani atamtoa jeshi yenu akina nani? Tunacheza mind game. Sasa hatutaki kutoa jeshi yetu. Juu wanashika watu, tukitoa mapema watamuoa. Hatuwezi toa. Utaongea nini? Hatuwezi toa, lakini tunamjua. Hatuwezi toa, hata tuwezi hata taja jina yake. Wale tunataja tu, tunataka tu tujue reaction yake iko wapi. Hata Jose Mourinho alikuwa anadanganya watu. Didier Drogba ako na injury, lakini masawa anaingia pale na Didier Drogba ako pale ako kwa squad. Sasa hatuwezi toa. Wale bado tunakuja naye, hatuwezi jua. Bwana, mtoto mdogo anashikwa anawekwa ndani. Alafu anakuletea mtu hati hapo ndani ako na kifua. Anakula chakula ya bure. Huyu mtu wakishashika watu wakiweka ndani, huyu mtu kazi yake ni kufanyia watu toja. Baada anakula taksi yetu. Hata huyu mtu anafanyia watu toja ni mjinga. Sasa ukiua huyu kijana na huyu kijana ndiye anakulisha, unaenda kupata tax wapi? Enough is enough. Nataka kumwambia wa Kenya, usirudi nyuma. Tuko tayari. Na hii 2025 inakuja hii. Hii 2025 kama bado una support huyu jamaa, hata unafaa Mungu sahi change, hata system ya kifo Mungu change. So long as mtu ana support Ruto akufe kwanza. Tufanye celebration kwa matanga yake. Akue warning kwa wengine. Kwanza wakufe na wako na alama. Yaani yeye nakufa na anaanza kunuka tu immediately. Tunajua uni supporter ya Ruto. Tumechoka. Hatuwezi kuwa wewe mwenyewe umesoma una kazi. Hati ukiongea kwa kidogo tu hivi nimechukua simu yangu niongea. Hati wewe sasa Subaru inakuja. Na inakuja na fueli yako. Congratulations kwa watu wema. Kitu walifanya ni kitu ya maana sana. Hata wangenipigia simu bwana, niko 24 hours. Ungenipigia simu ningekuja hata mguu. Mimi hata sasa nataka tu kila mahali tuweke maandamano ya Ruto. Hakuna kitu kingine. Na hata Raila kuna bahati sana ende EU baba. Wewe ukianguka hauna amani. Sikudanganyi. Ukianguka tu pap vile simu yangu inakuja tu hivi. Hiyo siku anatangaza, baba mimi wewe ni jelu mwenzangu lakini tumedeclare uona watu. Hakuna amani. Uende kwa church nyingine huyo pastor atakuombea. Huyo pastor pia utaenda naye. Hata wale mapasta baba, wale mapasta wanaenda. Unaona vile sasa wamenyamaza. Waongei. Na watoto wanashikwa waongei wamenyamaza. Wanakula sadaka indirect. Wanakula sadaka. Saa hii hata pasta kuna pasta ya ukweli hapa Kenya. Mungu amekasika na watu wote. Most of them nasema 98% na mapasta ni waongo. Wanapenda pesa kuliko maneno ya Mungu. Kwani kina John the Baptist walikuwa wanapewa sadaka? Hawakuwa wanapewa, lakini walikuwa na preach the word of God. Sasa hii pastor amenyoa nywele ameacha ndevu. Pastor ina gani huyo? Hati Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kwako. Hata kwako kuna watu preach the word of God huko. Sasa hii tumechoka bwana. Enough is enough. Mimi hata nimedeclare wakipenda wakuje wanimalize. Samba iko pale huko Migori wataniweka huko. Na niko na yeye. Juu siku ya judgment iko. Itauliza sababu gani nilikuwa nipiga. Mungu ndiye amenipea hii roho. Wakenya wajue kitu inaendelea bwana. Tumechoka. Kijana mdogo anawekwa ndani kwa gari. Alafu wanasema wajui na wanatumia gari za makarao. Gari ya polisi bwana. Polisi wewe unatumwa, mbona aende kushika mtoto yake? Polisi anatumwa aende shike mtu, na yeye ako na loan, pesa, yani ako na deni tupu. Polisi ako na mpaka fulesa.
amekwama hata kulipa fulisa, na yeye anaenda kushika mtu kabla TBD alipe fulisa yake, yeye anaenda kushika mtu. Mtoto anaenda kushika ni mtoto amesoma hata kuliko yeye, kisha anafaa kuwa daktari amtibu. Polisi akigonjeka anapelekwa tu Mamulusi, wanapelekwa huko. Niliona mmoja alikuwa amelala huko, bibi yake alikuwa amezaa amelala huko, yeye pia analia hapo. Sasa nyinyi pesa na amevaa uniform. Ya mwisho nataka kumwambia Wakenya tuache ukabila. Usiangalie ati ukabila huyu anatoka pande gani. Bwana, sasa tunang'oa Ruto, hata kama tutaweka Mturukana president. Wacha Waturukana pia waonje this time round. Hata kama tutaweka nani, hata kama ni mama. Bwana, mimi nashangaa sana. Kwanza wanaume wametudisappoint kwa hii nchi mbaya sana. Wanaume wameua watu, wanaume wanashika hata kama unataka kujua wanaume sisi ni watu wabaya. Wale wanashika watu, ukiangalia vile wamefunika macho ni wanaume tupu. Hata at least tungejaribu na mama. Hata wamama shai watokelezee waanze mambo ya kupiga kampeni kama wanataka. Juu wanaume tumejaribu kutoka 1963. Sasa Mungu ametupea mwanaume mbaya hata kuliko wanaume wote. Achievement yake ni uongo. Bwana Ruto anadanganya watu bwana, asubuhi anadanganya watu, saa 7 anadanganya watu, jioni anadanganya watu, usiku anadanganya watu. Yeye analala anadanganya watu bwana. Hati nitatenga. Hati bwana nilishangaa sana akimwambia the former president Mr. Uhuru Kenyatta. Hati the former president, ile kazi umeniacha nimepambana naye sasa. Bwana, wewe umeona Ruto amefanya nini kusema tu kweli? Kitu ametuletea ni asla na tulipi. Hiyo ni pesa yangu. Mimi silipi. Alichukua kuna Jaluo alichukua hapo hata huyu anaitwa huyu wa finance. Bure kabisa baba. Bure kabisa. Wale ni bure kabisa. Wametuletea umaskini Luola na Western. Kitu najua 2027 Kenya we are going to get independent. Tujawahi get independent. We are going to get independent. Na Mungu wa mbinguni kama unafanya mambo, I don't want to mention his name. Kama unafanya mambo Mungu, tunasikia imeandikwa kwa Biblia tu vizuri. Omba na utapewa. Mungu kama unafanya vile tunataka, Mungu anasema tembe yule sasa mahali kuna watu watatu wanaendelea na wana preach the word of God. Mungu sasa tuko hapo wingi sana. Nikimisi Mungu ako hapa na nasikia maombi. Mungu kama unasikia maombi yetu, fanya mambo. Na ufanye mambo tu pale. Fanye tu mambo pale. Kuna wengine bwana sasa kama wataenda kwa hii dunia bwana tutaserekea. Hati Kenya kuna kazi. Mzee unapata mzee ako na 8 years ametoa kitambi. Kijana ako na 24 years hana kitambi. Mtu ako na 50 something years ako na 7. Mtu kama Mudavadi. Kitu gani hajawahi ona? Hata kina Kalonzo waende nyumbani wote. Hao watu ni wale wanatudanganya. Mambo ya handshake 2028 hakuna. Tunataka mtu tukipea government anaenda naye peke yake. Na tunaweka mtu side this time round, tutaweka Mungu 2027. Mtu tukisema ni mbaya, wewe pia uende nyumbani. This time round tunataka kupea watu names. Hatutaki hati mtu anakuja hii ni familia, hati royal family. No. Hata sisi tumesoma tunataka hii nafasi yao. Na tunaanza na MCA nyumbani. Na MP home kwenu. Enda kae na mama yako na baba yako huko kungoja vile unakula taksi yako. Pole. Asante. Asante sana songa. Nataka pia nipatie nafasi kiongozi wetu Kiarie Kenneth kutoka Rari constituency pia azungumzie yale ambayo yanaendelea. Awacha nimkaribishie microphone ndio tuweze kumsikia vizuri akinenea yale ambayo yanaendelea katika taifa letu. Haya. Asante. Kwa majina ni Kiarie Kenneth ama KK kutoka hapa Kiambu. Rari constituency, na niko na jambo mbili nataka kuongeza kwa vile viongozi wamesema hapa. Niliona William Ruto alitokea akasema Kenya kuko na pepo mbaya, lakini pepo yenye iko Kenya ni pepo ya shida, pepo ya umaskini na pepo ya kukosa karo ya shule. Hiyo ndio pepo iko Kenya, na pepo ya vijana kukosa kazi. Na ndio maana vijana wanakaa chini wanachora president akiwa amekufa kwa coffin. Juu mtu hana kazi, ni kitu gani kingine anaweza fanya? Na mtu mwenye amekosi hizo shida zote ni president mwenyewe. Ameleta programs ambazo haziwezi saidia mwananchi. Alafu mwananchi akikuja apige kelele, anamwambia ako na pepo. Baba, unafufua mapepo za watu. Unajua venye watu wako na mashida hii Kenya. Unafufua pepo ndani ya vijana. Vijana hawana kazi.
umeharibu, umeleta sijui new funding model, kitu hizi saidia mwananchi ni ya kuongezea watu mizigo, ukaleta sijui SHA, ukaharibu health system ya Kenya. Tulikuwa na health system nzuri ya NHIF, sasa umetuletea ingine ambayo ni ya kurudisha Wakenya nyuma. Alafu unatokea unasema juu Wakenya wamekatana na hiyo mambo. Kulingana demokrasia ya Kenya, watu wako na haki ya kutoa maono yao. Wakitoa maono, wewe unasema wako na pepo mbaya. No wonder hao vijana wanatokea na hasira mingi, wanakuchora ukiwa umekufa juu umekataa kuwasikiza. Hao vijana wa Gen Z umeanza kuweza kuwafufua tena warudi kwa street. Nafikiria una miss kuwaona kwa street. Juu hao ndio tu vijana wenye wewe unashika, unaumiza, unapiga, una abduct. Na vijana askari wanakataa kwenda kufanya kazi yenye walipewa na wananchi, kazi yenye imewapewa na constitution ya Kenya, unawapea kazi ya kuabduct wa Kenya. Kwanza sana wanarika, yani young people, the Gen Zs. Au Gen Zs wakikasirika ndivyo utajua ni kubaya, kwa sababu ile mambo unawapitishia ni ngumu sana. Umeharibu, hawapati kazi. Unaleta programs asiwasaidii. Mara nasikia ati hao watoto wanatafutiwa kazi huko nje za kwenda sijui kuosha watu wazee, sijui kazi gani kama hizo. Watu wamesoma wakapata degree, ile kitu serikali inaweza wafanyia ni wakutafutia kazi ya kwenda sijui nje ya nchi kuoshanga wababa wazee. Hata wewe fikiria sana. Ile mambo unafaa kupigana nayo ufisadi, hatuoni ukipigana nayo. Wewe ndiye mfisadi namba 1. Umelipa wabunge, umenunua bunge yote, ukanunua opposition. Juzi umeenda ukanunua Uhuru Kenyatta ukaweka kwa serikali. Sasa watu wale wadogo, yani mimi naona wewe ni mtu muoga sana. Wewe ni mtu muoga, unaogopa kila kitu. Vijana wadogo wakitoka nje wapige kelele kidogo, umewashika, umewaabduct, umetengeza sijui kikosi imetoka wapi na wapi. Wazee wazima, watu wako na familia wanatumiwa kama maburukenge. Unatumiwa ujinga kwenda kuumiza kijana mdogo. Kijana vile mheshimiwa amesema hapa, kijana hata hana kitu yoyote kwa mfuko, ako hadi na fuliza, hata hana fare, unaenda unamshika. Unaenda sijui saa hii nasikia kuko tumerudishwa wakati wa giza. Kuna giza mbaya katika nchi ya Kenya. Kuna giza, tumerudishwa kwa giza ya ule jamaa alikuwa anaitwa Moi. Juu nasikia saa hii zile Moi torture chambers zimerudishwa. Na tuliona hiyo maneno na wale vijana walikuwa wameshikwa Arugai, wale brothers. Walipiga story vizuri, wakasema venye waliingizwa kwa torture chambers za Ruto. Hii serikali ya Ruto imekuja create a very bad legacy. Imagine only in 2 years na watu wameanza kuabductiwa, wanapelekwa kwa torture chambers, wanaenda wanafinywa makende, wanaumizwa, vijana wadogo, hawana hata familia, hawana hata watoto, wanaanza kuingizwa kwa mambo ambazo hazifai. Hii ni nchi ya uhuru na iko na demokrasia. Na wewe kama President William Ruto, tulikuwa tunaona ukiwa very passionate about this country. Ukiongea mambo ya demokrasia tunaona unaiongelelea na njia ya passion mingi sana. Lakini kumbe behind the scenes wewe ni wewe unapanga mambo ambayo ni ya kuharibu hii demokrasia. Mkishikana na huyu mjamaa wa kitendawili baba, sijui anaitwa baba kwa nini? Sijui ni baba wa kusaidia watoto wauliwe ama ni baba wa aina gani? Na naambianga hawa watu wa Western, wacheni kubebwa ujinga na mtu. Huyu mtu alitokea juzi amefaa sufuria kwa kichwa, akabeba vijana wengi akaweka pale kwa street, akawaambia hii serikali ya William Ruto ni mbaya sana, imefanya maisha iende juu. Siku mbili after kidogo vijana wa Gen Z kujitokezea, akapata kazi. Vijana wake wakapata kazi ya kina Joho na wao wengine. Wao kupata kazi hata hawakuwakumbuka, wakaendelea kusupport hiyo serikali na wakasema msupport William Ruto. Hao sasa ndio mnafuata. Simfuate kijana kama Babu Owino. Kijana ambaye anasimama na ukweli. Kijana ambaye haogopi kusimama na ukweli. Huyo ndiye mnafaa kufuata, watu wa Western. Na watu wote wa kule Nyanza nawaambia, huyo ndiye mtu mwenye ni future yenyu. Huyu mzee amezeeka, nimesikia hapa ikisemekana aende Bondo haraka sana. Kwa sababu hao watu ndio wamerudisha inchi nyuma zaidi. Vile wameshikana na mtu anaitwa William Ruto, hatuoni chochote. Mambo yenye tunapata katika hii inchi ni mambo ya kuturudisha nyuma. Mambo ya kurudi ati unakuja una-abduct vijana. Kwa sababu vijana wamejitokezea. Na nimeuliza vizuri nikasema kijana hana kazi.
What do you expect them to do? Serikali ambayo haipei vijana kazi. Kazi ni kuleta tu programs za kufanya ufisadi, wakiongozwa na William Ruto. Wewe ni mfisadi namba moja. Tuliona kabisa wewe uliipa viongozi, walitokea wakasema uliwalipa wafukuze Gachagua. The only truthful man in Kenya ukamfukuza, kwa sababu vile nilisema hapo awali, hakuna wakati giza na mwangaza zinaweza endanisha. Mmoja ni muongo, mwingine ni mkweli. Hakuna saa zile wanaweza endanisha. Na leo nimeona Gachagua akiongea vizuri sana, akasema vizuri, wao wanajua mahali hawa watu wanafanyia kazi. Na ningemuomba sana aweze kutaja hawa watu ili Wakenya wawajue, ili Gen Z wawajue, ili wawasalimie. Na kitu ingine nitaambia Wakenya, umesikia hadi viongozi wengi sana wa hii nchi wametokea. Hadi CJ Martha Koome ametokea. Viongozi wengi sana wamesema na wakakashifu hii kitu ya abductions. Na wakasema hadi viongozi wa polisi wakatokea wakasema ati wao hawajui mambo ya hawa abductors. Kwa hivyo hawa ni mikora, ni watu ambao wanatumiwa kutuhangaisha. Hawa ni watu ni wezi. Kwa hivyo mkiwaona huko kwa barabara zetu, wamekuja na hizo sijui Prado. Sasa nasikia graduate wanaenda na Prado, sijui na Masubaru. Hizo Masubaru mkiona chomeni, hata mkieza, hao ni mikora, huwa wote. Jua, hao ni watu hawana huruma na watoto wenyu. Ukiona mahali popote wanakuja kufanya hiyo ugaidi, washikwe, wafungwe ili wakuwe funzo kwa wengine. Kenya is a free country and we cannot accept a government that doesn't respect the rule of law. The government of William Ruto have proven hawawezi kaheshimu sheria na hawezi kaheshimu constitution yetu ya Kenya. Kama wao ni watu wa kuheshimu demokrasia, William Ruto atokee aongee na aseme hiyo mambo ya abductions imeisha, na wale watu walikuwa wanaongoza hiyo mambo, wale walikuwa wanatumiwa vibaya kuumiza wa Kenya, tusikia wameshikwa na hiyo mambo imefika kikomo. Sina lingine la kusema ila kuwatakia wakati mwema. Asante sana Mheshimiwa Kiari Kenneth. Tuko na kiongozi wetu hapa mkuu, pia tungetaka naye azungumze yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya, kwa sababu pia ni muhimu. Karibu sana kiongozi. Asanteni sana. Kwa majina najulikana kama Mjukuu wa Bunduki, kijana wa Uhuru Kenyatta, mtetezi la bunge la mwananchi na Wakenya wale wa kawaida. Ningependa kufahamisha Mheshimiwa Rais William Ruto, wakati alikuwa anatafuta kura zetu, alitumia njia mbili ambayo ilikuwa ni njia ya kudanganya, ya kuwalaghai Mkenya. Number 1, Ruto alitumia njia ya kanisa, akajifanya yeye mtakatifu kushinda Yesu Kristo. Number 2, Ruto alijifanya ya kwamba yeye akichaguliwa hakuna siku Mkenya wowote atakaye tekwa nyara na serikali lake. Ninakumbuka vyema baada ya Mheshimiwa Rais William Ruto kuapishwa, alitamka yeye mwenyewe kwamba kuna container fulani ambayo serikali ya Uhuru Kenyatta alikuwa anafanyia watu wa Kenya torture. Ya kwamba kuna muhindi ambayo ilikuwa rafiki yake ilikuwa ameshikwa na serikali ya Uhuru Kenyatta. So Ruto alikuwa anajaribu kublackmail wa Kenya kwa sababu huyu muhindi alikuwa mgaidi. So alikuwa anajaribu kuchafua jina ya Uhuru Kenyatta kwamba yeye ndiye alikuwa anafanya mambo ya kutocha wa Kenya. Ningependa kujulisha Mheshimiwa Rais William Ruto, fanya tocha kwa Wakenya, so ni ishara tosha kwamba ndio maana ulienda kumtafuta Uhuru Kenyatta kwake kule Gatundu ili mshirikiane na wewe kufanyia Wakenya ambao wadogo ambao wanatia tocha. Mheshimiwa Rais William Ruto, ulichaguliwa utupee kazi, haukuchaguliwa ukuje ushike Wakenya ambao wale ni wadogo. Ya kwamba ukiona mtu kama Kibet, inamaanisha kwamba Kenya hii ukabila imeisha, ya kwamba kuna mirengo ya kwamba sisi rais ni Mkalenjin, tutamtetea Mkalenjin wetu. Ya kwamba rais ni Mluya, tutamtetea Mluya mwenzetu. Wakati imefika Mheshimiwa Ruto afahamu ya kwamba atuko kwenye nyakati ya 1940 ama 1997 ama 1992 YK, ya kwamba wakati wao walikuwa vijana wa Moi. Tutamwambia Mheshimiwa Rais, sisi hatuna kiongozi ambaye tunasema sisi ni vijana wake, ila sisi ni vijana wa Kenya, tutadai haki yetu kwa damu, kwa pole na hata kwa fujo. So iwapo wawe kama rais wa Jamhuri wa Kenya, rais wa 5, jinsi katiba inasema kwamba commander in chief
kama utasimama kidete utuambie kinagobaga ni nani huyu anateka Wakenya nyara, na ni nani huyu anafanya raping, ana rape vijana ambao ni jinsia ya kiume, ni jinsia ya kike. Hatutakubali kikaa kitako wakati unaona kwamba serikali iliyochaguliwa na wananchi wanafanya raping, wana rape vijana, wana rape wanawake, na tunadanganywa kwamba polisi hajui. Nataka kuambia Douglas Kanja, sisi sio wafala. Tulikuwa na mti ambaye aling'atuka. Tulikuwa na huyo alikuwa na Jawete wa Jofeth Koome akang'atuka. Unafaa ujiulize kwa nini hawa wawili wameng'atuka bila kumaliza hatamu ya uongozi wao. Kama unasema kwamba polisi hahusiki na mambo ya kuteka Wakenya nyara, tuambie ni jambazi gani ambayo wanateka Wakenya nyara. Kwa nini hujachukua hatua ya sheria polisi kuwapiga risasi ili waafe? Inamaanisha unajua akina nani wanateka Wakenya nyara, lakini unaogopa kutaja. So iwapo umeshindwa na kazi kama IG, mkuu wa polisi, tutachukua sheria ni mkononi mwetu. Kenya ni nchi yetu. Kenya sio mama, sio shamba ya mama ya mtu, ya wanasiasa fulani wamekaa kwa kona wanataka kutupimia maisha. Lazima tuambiwe, kama ni DCI tuambie ni idara ya DCI gani ambao wanafanya abduction. Kama ni polisi tuambie ni kitengo polisi gani ambao anafanya mambo ya kuteka Wakenya nyara. Kama ni mambo ya wanajeshi tuambie ni wanajeshi gani ambao wamepewa jukumu rasmi ya kuteka Wakenya nyara. Kuna siku moja Mama Martha Karua alisema kwamba kuna watu wamekuwa wamekodeswa kutoka Burundi, Uganda na Kongo. Cha ajabu kama rais ambaye amechaguliwa na Kenya ameshindwa na kazi, sasa ameleta Wakenya kutoka nje, wameleta wageni kutoka nje kukuja kuteka Wakenya nyara. Ni uchungu, ni fedhea, ni aibu tena ya hali ya juu ndani ya taifa letu. Ningependa kuambia Wakenya, serikali ya William Samoei Arap Ruto ni serikali ya wajambazi, serikali ya wakora, serikali ya wezi. Na ukitaka kujua na wezi, angalia jinsi Mheshimiwa Rigathi Gachagua alitimuliwa. Kama Gachagua ni mfisadi, akina Mutahi Kagwe wanafanya nini ndani ya serikali? Wao ndio watu walioiba COVID-19, wao ndio walijifanya kwamba corona iko na corona iko kwa Kenya. Ni manjama ya kuwalagai pesa ya wananchi. Tatu, ukiona kama mtu kama Lee Kinyanjui ambaye amekataliwa na wananchi bado anarudishwa. Pili, Mheshimiwa Kabogo amekataliwa na wananchi 2017 bado anarudishwa. Ukiona unashindwa watu kama kina Mwangi wa Iria ambao kuna kesi zaidi ya 1.5 billion pesa ambayo imeibwa kule Murang'a County bado anarudisha kwa serikali. Unajua hii ni serikali ya wakora. So tunataka kuambia Mheshimiwa Rais William Ruto, aidha umetafutana Uhuru Kenyatta, umetafutana Raila Odinga, tutawasafirisha nyumbani 2027 without fear, bila tatizo wowote ya ubabe ya mambo ya familia kubwa. Kenya imejengwa misingi ya mikora, misingi ya uaji, misingi ya uizi ambayo ilijengwa na mzee Jomo Kenyatta na mzee Oginga Odinga. Wao ndio walijenga Kenya misingi mbaya ya kuuliwa watu. Tom Joseph Mbuya aliuliwa, mambo bado tunangoja uchunguzi hadi wa leo. Odhiambo Mbaya ameuliwa kule Bomas, bado tunangoja uchunguzi hadi wa leo. Tumekuwa na Robert huko ameuliwa, bado tunangoja uchunguzi. Dedan Kimathi ameuliwa, bado tunangoja uchunguzi. Hatutaruhusu hunyama kama hizi iendelee kwa nyakati haya ambayo watu wamekuwa wamejanjaruka na watu wamesoma, watu wanajua mahali mpaka hiko. Vile vile ninaponishutumu serikali, kuna pile vijana pia wanafaa tumshutumu. Ufai kusimama kumtukana Mheshimiwa Rais. Katiba imekupea njia ya kumkosoa kwa njia ambayo inakubalika. So unasimama ukaambia rais nitakataka, kumbuka rais ni baba ya mtu. Hiyo ni kitu cha kwanza. Ambapo katiba ambayo tumempea uhuru ya kujieleza, katiba hiyo pia inatunyima. Na tuambia tuko na limit. So tunapokosoa Mheshimiwa Rais na serikali lake, tumpe heshima kama baba ya mtu, mume ya mtu, lakini kwa sheria ambayo imekubalika. Shika hao vijana jinsi katiba inasema, si kuteka nyara. Shika, nikifanya makosa unishike peupe, gari kuwe ni GK, itujulikane kituo fulani ambaye imemshika mjukuu. So ninafuatwa katika kwenye kituo cha polisi, mahali ambayo anajulikana na OCS ya kwamba nimelekwa hapa kwa sababu makosa yangu ni ABCD, niandikiwe makosa yangu nipeleke katika kwenye mahakama. Hakuna mahakama ya kigiza ambayo imefichwa kwa building ya mtu fulani. Hakuna mahakama ya watu ambao wamebeba gym ndio wanataka kuwa majaji. Hii hatutaruhusu.
regardless tukuna kosa kama wananchi, chukua sheria jinsi katiba inasema kwamba kamata mtu, mpeleka kwa kituo cha polisi, kisha apeleke kwenye mahakama ili sheria ichukue mkondo wake kama sheria. Uwezi kututishia na jambazi ambaye anakuja na kuweka kwenye boot, then wanazima simu yako ujulikane uko wapi. Tunataka kuambia Mheshimiwa Ruto, hizo ni nyakati ya Biwott, na Biwott alizikwa kama kuna kilo 15. Baada ya kuua kina Robert huko, kuua watu wengi, alizikwa kama umbwa kama kuna kilo 15. Hata ana watoto hii Kenya. Hakuwa Biwott mtu useless. Uweze hata tafuta familia ya Biwott juu iko wapi. Na alikuwa anaitwa total man. Angalia ya center aliachia wazungu. Ilienda hivyo. Baada ya kuhangaisha wa Kenya. Baada ya kukataa uhuru wa Kenya. Baada ya kutumika na Moi. The end of the day, Moi family yako, Biwott family hakuna hata kutafuta hii Kenya utawaipata, kwa sababu hunyama na damu ambayo alimwaga kwa sababu wa Kenya walikuwa na dai yake. So yule mtu ambaye anatumika katika hii era ya William Ruto, wewe pia utakufa kama umbwa na mwishowe familia yako itapotea. So lazima serikali ichukue sheria. Sio mambo ya kuleta jambazi. Katiba iko wazi. Kamata mtu memchana na gari ya serikali ipelekwe kwenye kituo. Na kama hana wazazi wa mtu ambaye anajui hapo, ambia mtu wote ama apigie mzazi wake kwamba nimekamatwa na polisi ya kitu fulani, nimepelekwa kitu fulani. Hiyo tunataka sheria. Ndio sheria chukue mkononi mwake. So hatutaruhusu William Ruto. Wenye watakufa watakufa. Wenye watabaki Majaliwa 2027 utafurushwa. Kama kuna mtu ambaye atakuwa na kazi ngumu hii Kenya, hata utafute Joshua Kamage milioni 1, tutafurusha na Joshua Kamage milioni 1. Hata utafuta Another Chebukati milioni 10, tutakufurusha nayo. Hata usimame kama rais na wewe ndio Chebukati, bado tutakufurusha. Tutakulazimisha utangaze ule mshindi ambao Mkenya amechagua. Utakuwa mwenyekiti wa IBC, bado utakuwa kwa debe na bado tutawafurusha kule nyumbani. So hatuna uoga. Wakati imefika mambo ya ukabila ambapo tuliuzia tangu 1997 imeisha. Cha ajabu nikimalizia kwamba ulisema kwamba hii Kenya imeibiwa na kidogo. Ikaibiwa na kina Raila Odinga. Wao ndio marafiki zako usiku na mchana, unakaa naye katika kwenye vilabu mkichora jinsi mtatuibia. Tunataka kuambia hivi. Mtaenda African Union, mkishindwa huko tunawasafirisha Msigoi, Uhuru Gatundu, Raila Odinga Bondo ili tubaki na nchi yetu. Hii ni wakati ambao ni wananchi kuchukua sheria mkononi mwetu. That ID weke 10,000. My friend William Ruto, tutakupeleka na mkokoteni kwa hadi kwa mlango wetu, tuambie msee kaa hapa tolea. Wakati ni wetu, hatutausio uoga. Jambo la NHF na jambo ya SHA. Mkenya mahali pote ulipo, leo nataka kuambia kwamba usiruhusu kupea Ruto na serikali yake na marafiki zake ambao ni wezi kwa pesa kwa mambo ya SHA. Hii ni biashara ya Mheshimiwa Rais William Ruto na marafiki zake. Hatutaruhusu. Mkenya usidanganywe. Kama ni uhai, Mungu ndiye anapeana uhai, sio William Ruto, sio SHA. So mwachana, anza kuboycott vitu ya serikali ya William Ruto. Tuanze na SHA, tukienda hivyo. Pesa hizo wapeleke kwa education. Hii ndio serikali, hakuna hata barabara ya 5 km inajengwa. Hakuna. Pesa zote inapigwa lamu kwa tumbo ya Mheshimiwa Rais na tumbo ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na tumbo ya Mheshimiwa Raila Odinga. Wao ndio lami inapigwa kwa tumbo zao. Kama ni highway inajengwa tumbo zao. Kama ni bridge inajengwa tumbo zao. So unashindwa pesa tunaweka kwa budget zinaenda wapi? Barabara zipo. So Wakenya wakati ni wetu. Hatutaruhusiwa uoga. Na nataka kuambia watu msikububusiwe uoga ya ukabila. Ukabila kama ni ukabila, waambie ukabila aende ulise mama yake. Asanteni sana. Asante sana kiongozi wetu Bwana Mjukuu wa Bunduki kutoka bunge la wananchi kule Nairobi. Nataka nimalizie kwa kusema ya kwamba mmesikia yale viongozi wamesema. Na mimi nataka nikumbushe rais wetu William Ruto kitu moja. William Ruto, what happened? Kwani kulienda aje? Si ni wewe tu juzi ulituambia ya kwamba ukiingia uapishwe kama rais wa Jamhuri ya Kenya, yale mambo Bwana Uhuru Kenyatta alikuwa anafanya ya kuua watoto na kutupa katika Livayala haitafanyika katika serikali yako. William Ruto, kwani kuliendaje? Juzi tu ukiwa hapa kwa media ukaulizwa hilo swali, ukasema ya kwamba kwa sababu ya DCI Kinoti kukua kwa ofisi wakati watoto wanauliwa na kutupwa katika Livayala ndio maana ukamfuta kazi. It is on record, William Ruto. Those are your words. Ulifuta DCI Kinoti kwa sababu chini ya uongozi wake watoto wetu walikuwa wanauliwa na kutupwa Livayala. William Ruto, leo hii chini ya uongozi wako watoto wadogo wa miaka 20 wanashikwa,
wanapelekwa msituni, wanapelekwa sijui torture chambers, mahali hapa hata ijulikani, chini ya uongozi wako Bwana William Ruto. What happened? Yale mambo yote umetuahidi juzi bwana, unafanya kinyume kabisa. Hata unafanya worse hata than Uhuru Kenyatta. You are doing worse than DCI Kinoti mwenye ulifuta kazi. What happened, my friend William Ruto? Kumbuka, mimi nimekuja hapa nikumbushe kwa uzuri. Kumbuka ile siku ulituita pale Karen, wakati ulikuwa deputy president, ukatuita kama viongozi wa UDA kutoka Kiambu. Kumbuka vile ulituelezea kwamba chini ya uongozi wako utahakikisha kwamba maslahi ya mahasla ya mama mboga, watu wa bodaboda utaiangalia vizuri. Leo hii nataka nikukumbushe Bwana William Ruto, bila uoga wa Kenya wakinisikiza, ya kwamba wale watoto ambao wanatekwa nyara chini ya uongozi wako si watoto wa matajiri, si watoto wa matajiri Bwana William Ruto. Hao ni watoto wa mama mboga, hao ni watoto wa watu wa bodaboda. Wale unateka nyara leo hii Bwana William Ruto ni watoto wa maskini bana. Hakuna watoto wa matajiri leo hii wako na haja na vile serikali ambayo inaendeshwa, kwa sababu watoto wa matajiri wanashughulikiwa na wazazi wao. Watoto wa matajiri hata hawasomei katika nchi ya Kenya. Watoto wa matajiri hata hawashughuliki na vile uchumi iko, kwa sababu wazazi wao wamewatafutia. Watoto ambao unawinda kila usiku na mchana, watoto unawinda kama wanyama, my friend William Ruto, ni watoto wa wale wazazi ambao waliamuka saa 11 wakakupigia kura. Wamama wa soko, wamama wa vibanda, wamama wa kinyozi, wamama wa salon. Hawa ndio wazazi wenye watoto unawinda kila usiku na mchana Bwana William Ruto. What happened? Kwani utu ulipeleka wapi Bwana William Ruto bwana? Watoto umeshika hii wiki ambayo imepita, watoto wa miaka 20. Ni lika ya mtoto wako ambaye anaitwa George Ruto. Na wacha nikuambia Bwana William Ruto, watoto hata ile kitu unafanya wanaandika vitu kwa mtandao ni umaskini bwana. Ni shida inawakumba. Ni shida vile ambavyo unaendesha taifa, vile ambavyo unaleta sheria mbovu zinafinya wazazi wao. Ndio maana watoto wanaongea. Watoto wangekuwa watoto wa matajiri, hawangeongea vile wanaongea. Leo hii mtoto wako George Ruto kama angezaliwa kwa maskini, hata yeye angekuwa Twitter, angekuwa Facebook, angekuwa TikTok akikosoa serikali. Mtoto wako George Ruto angezaliwa kwa maskini, leo hii tunaongea, angekuwa kwa hii press akiongelesha wa Kenya, kwa sababu ya vile ambavyo uchumi umeharibika, vile ambavyo policy unaendesha vibaya, vile ambavyo zile programs unaleta ni za kufinya wa Kenya. Lakini kwa sababu mtoto wako George Ruto alizaliwa kwa matajiri, ndio maana hayuko mahali kwa Twitter, hayuko kwa Facebook, hayuko TikTok, hata hataki kujua uchumi unaendeshwa aje, kwa sababu ukiwa kama baba yake umemshughulikia. Lakini watoto wa maskini bana, wale ambao uliambia serikali itakuwa yao, ndio sisi hapa. Hapa hakuna mtoto wa tajiri, sisi ni watoto wa mahasula. Mama yangu ni mama mboga. Watu unaona hapa wazazi wao ni mahasula. Ndio maana leo hii tuko na uchungu, kwa sababu ile mambo ulituahidi kama watoto wa mahasula hautufanyii, unafanya kinyume Bwana William Ruto. That is why today we are here. Shida yetu ni moja peke yake, vile ambavyo unaendesha nchi. Shida yetu ni moja peke yake Bwana William Ruto, vile ambavyo ulitudanganya. Kama ungetekeleza yale ambayo ulituahidi, hakuna mtu angekuwa na shida na wewe. Sisi si wenda wazimu, viongozi si wenda wazimu. Hatuwezi kuwa na shida na nchi yetu. Hatuwezi kuwa tunatakia mabaya nchi yetu. Hatuwezi kuwa tunatakia rais wetu mabaya. Tuko hapa kwa sababu ya uchungu vile ambavyo uchumi inaendeshwa. Tuko hapa kwa uchungu vile ambavyo ulitudanganya. Tuko hapa kwa sababu vile ambavyo unafinya watoto wetu, unafinya wazazi wetu. Ndio maana tuko hapa. Otherwise ungeendesha nchi vile ambavyo ulikuwa umetuahidi, hakuna mtu anaweza kuwa na shida na wewe, because it is not about personalities. It's about the interest of the nation. It's about the interest of our people. That is why we are united. Hapa hatujaletwa na ukabila hapa. Hatujaunganishwa hapa na mambo ya ukabila. Ile kitu umetuunganisha hapa ni matakwa ya wananchi, interest za wananchi, jamhuri yetu ya Kenya, vile ambavyo mambo unaendesha Bwana William Ruto. Mimi nashangaa Bwana William Ruto, watoto unaangaisha. Ile kitu wamekuambia ni kitu kidogo sana kwa mtandao. And to be sincere William Ruto, you are a parent. Wewe ni mzazi, uko na watoto, uko na wasichana na uko na watoto wa kiume. Too wrong does not make right. Hatukatai pengine wale watoto wamefanya makosa, wameweka picha zako ukiwa katika jeneza, hatukatai pengine hiyo ni makosa wamefanya. Lakini mtoto wa miaka 20 kama huyo wako George Ruto, hauwezi mrekebisha kwa njia ya kumuua. Hauwezi rekebisha mtoto wa miaka 20 kwa njia ya kumpeleka msituni na mnyonga. Hauwezi rekebisha mtoto wa miaka 20 through abductions. Mtoto wa miaka 20 iko sheria ya kurekebisha huyo mtoto. Tuma askari, shika yeye mchana, peleka yeye kwa cell. Within 24 hours peleka yeye kotini.
koti afunguliwe mashtaka, koti iamue atafungwa miezi ngapi, atafungwa miaka ngapi. Iko sheria ya kurekebisha wale watoto. Wao watoto ni wachanga, hata hawajajua mambo ya siasa. Ile kitu inafanya wanaandika vitu kwa mtandao, vitu ambazo pengine hazikufurahishi, ni sababu ya ile machungu na mateso wanapitia, kwa sababu wengine hata wazazi wao umewafinyiria kwa zile ushuru ambazo unaongeza wazazi wao mpaka wanashindwa kusomeshwa kama watoto. That is why wako na hii machungu yote bwana William Ruto. Zile program unaleta zimefinya wazazi wao mpaka watoto wanalipuka kwa mitandao. Hawafanyi ile kwa kupenda. So ukiwaua William Ruto, hata wewe mwenyewe mkuu na Raila Amolo Odinga, vile mlikuwa mnaanza siasa, kuna makosa mingi sana mlifanya kama hayo bwana William Ruto. Kama siku yenu mngeshikwa mnyongwe, leo hii haungekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kama hizo siku mngenyongwa, leo hii hatungekuwa na Raila Amolo Odinga unamtuma yeye akapigania kiti. Yule rais alikuwa kwa kiti wakati wenu, aliwavumilia na ujinga yenu. Vile huyo rais aliwavumilia na ujinga wenu wakati mlikuwa mnaanza siasa, ndivyo unafaa kuwa kama mzazi mwema, uvumilia hawa watoto, uwarekebisha kwa njia ya sheria. Ndivyo siku ingine kesho watarekebika na ndio watakuwa viongozi wa kesho. Bwana William Ruto, sisi hatuko hapa kwa sababu ya chuki. Hatujakuja hapa kukutusi. Hatujakuja hapa tukukosea heshima. Tumekuja hapa tukuongeleshe kama kiongozi wa taifa, sababu tuliamuka mapema tukupigia kura kwa msingi wa zile ahadi ambazo ulikuwa umeahidi wa Kenya. That is why we are here united. Na hawa viongozi tukuongeleshe. Bwana William Ruto, wacha nikwambie kitu moja. Zile shida ziko katika taifa la Kenya hazitamalizwa na abductions. You cannot survive as a president by bribing leaders. Leo hii unapatiana viti na vyeo ni kama una bribe viongozi wakiingia kwa serikali ndivyo wanyamaze. Hata ukiwa bribe wote, Wakenya tuko milioni 50 bana. You cannot bribe all of us. It is not possible. Hata ukifanya abductions bwana William Ruto, you cannot abduct all of us. We are 50 millions. You can only abduct 100 or 50. Au wengine wote bado tutabaki na tuongee ukweli. Hata ukitafuta njia pengine ya kutua kama Wakenya, hauwezi tua wote Wakenya milioni 50. So hiyo barabara unataka kupitia bwana William Ruto, hiyo barabara ni Terezi my friend. Mimi nakwambia ukweli kama rafiki yangu, unanijua na kujua. Unanijua na kujua. Tuliishi Karen tukipanga mambo ya kampeni vile utapata kiti na baadaye Mungu akusaidia ukapata kiti. That is why niko hapa nikuongeleshe. Hiyo barabara unapitia ni Terezi kule mbele, hautatokelezea. Barabara ya kuabduct watoto wetu, barabara ya kubribe viongozi ndivyo wanyamaza wasiongee, hiyo ni Terezi. Ile kitu itakusaidia bwana William Ruto ni kutimiza zile ahadi zote ambazo uliahidi wa Kenya. Njia ya kuongoza Kenya vile ambavyo inastahili, hiyo tu ndio itakuokoa. Lakini ukiamua kwenda hiyo barabara, kwani utaua watoto wangapi? Kwani utabduct watoto wangapi? Kwani utatushika tukiwa wangapi? Hata kama ni viongozi, hata kuwanunua wote wa Kenya haujatununua. Sisi ndio wenye nguvu katika kulingana na sheria ya Jamhuri ya Kenya. Wa Kenya sisi ndio wenye nguvu. Sisi ndio wenye kuamua. Sisi ndio wenye tulikupigia kura na sisi ndio wenye tutaamua 2027. Kwa hivyo, ile kitu tu itakusaidia bwana William Ruto. Come back to your senses my president. Come back to your senses. Come back to your senses my president. Ile mambo uliahidi wa Kenya tafadhali tekeleza. Lakini hiyo uongozi wa kifua, hiyo uongozi ya kutotumia sheria kurekebisha maneno, my friend, hiyo barabara ni Terezi, hautamalizia, hauta succeed. The only thing that you can do, come back to your senses, rudi katika njia mahali ambapo tulianzia. Uangalie yale mambo uliahidi wa Kenya. Na mimi nataka nikwambie William Ruto, sisi kama wa Kenya umetuongezea ushuru, tukaandamana, tukachoka, tukakubali. Na hakuna Mkenya leo hii halipi ushuru. Sisi wote kwa jumla wa Kenya wote tunalipa ushuru vile ambavyo inastahili. Na kama tumekupatia mamlaka, tumekupatia pesa yetu kama jamhuri, wananchi wa Jamhuri ya Kenya, ili tufanyie miradi. Nini bana unazembea katika kazi? Nini ingine unataka katika wa Kenya? Wa Kenya wamekupatia kiti. You are the president. You are the head of state, the commander in chief. Wewe ndio uko na ushuru yote, mabilioni yote ya Wakenya wewe ndio uko nayo. Nini ingine William Ruto unatafuta kwa maskini? Nini ingine William Ruto unatafuta kwa maskini? Can you imagine wale wazazi ambao leo hii wanalia mahasla sababu watoto wao wako msituni, hawajulikani wako wapi, wengine hata waliuliwa, wengine hata walipatikana kule kwa Kwale bwana William Ruto. Na mimi nashangaa na DCI kama ulifuta bwana Kinoti kwa sababu chini ya uongozi wake watoto walikuwa wanatekwa nyara na tupa Livayala. Leo hii tumeona chini ya uongozi wako, chini ya bwana DCI, watu wanashikwa, wanakatakatwa, wanawekwa kwa gunia, wanatupwa Kwale.
baadaye mnashika mtu mnapeleka cell, siku ine tunasikia ametoroka, na kutoka hiyo siku hiyo kijana alitoroka, hatujasikia maneno tena, hatujasikia hiyo kitu ikizungumziwa tena. Na kama hamuna uwezo wa kushika kijana ambaye ametoroka cell, vipi ambavyo tena mnapata nguvu ya kushika mtu ambaye ako Embu, mtu ambaye ameandika kwa Facebook, hakuna mtu ameua, hakuna kitu cha mtu ameiba, ni Facebook tu ameandika ama ni Twitter ameandika, mnatumia mafuta ya wananchi, mnamwendea mpaka Embu, lakini yule kijana mlituambia alikuwa anaua watu na katakata na akapotea, sasa mmeshindwa kutafuta yeye. Bwana William Ruto, mimi nikimalizia nataka ni vile ambavyo leo Bwana Gachagua ameongea, akasema ya kwamba anajua kile kinaendelea, anajua ile squad ambayo inatumika, na akasema anajua mpaka ile building mahali watoto wetu wanaenda kufanyiwa torture. Na the same statement bwana kiongozi wetu Martha Karua alinenea jana, akasema ya kwamba vile IG alisema ni ukweli, na kwamba askari hawahusiki na si askari wako wanahusika mambo ya kufanya abduction. Na kwa sababu inaonekana hao viongozi wako na information kile ambacho kinaendelea katika nchi yetu ya Kenya, mimi ningetaka niambie Rigathi Gachagua wakiwa na Martha Karua, tafadhali, kama mnapenda nchi, kama mnapenda wa Kenya, kujeni kwa kamera mshikane, mtuambie wale wanashika watu ni akina nani, hiyo building iko wapi, ndio sisi kama wa Kenya tushikane zote pamoja, tuandamane, tuende mpaka mahali hiyo building iko, tuizingire, wale ambao wako huko tuwaachilie, wale ambao wanafanya abduction tuwashike, kama ni hiyo building tuchome, kama ni wale ambao majambazi, wale ambao wanafanya abduction tuwachome, kwa sababu IG amekuja kwa kamera ameambia Wakenya si askari wake. Na kama IG amewaruka si askari wake, basi ina maana wala ni majambazi. Na kama ni majambazi, mimi naonanga kwa kijiji mwizi wa pikipiki akishikwa anachomwa, anapigwa mawe. Mwizi wa pikipiki akishikwa anapigwa mawe. Na kwa sababu IG amesema sio askari wake wanashika watu kiholela ama wanataka watu nyara. Kwa hivyo mimi nataka nikuombe kiongozi wetu Bwana Rigathi Gachagua, mkuu na Martha Karua, tafadhali iwezekanavyo, haraka iwezekanavyo, kujeni muambie Wakenya ni wapi, ni akina nani, hiyo building iko wapi, ndio tungane zote kama Wakenya tuende hadi huko, kwa sababu nguvu yote katika nchi ya Kenya iko na Wakenya. Kisheria tuko na nguvu hata ya kufanya arrest. Ya kama IG ameshindwa na kufanya upelelezi, tuko na idara ya upelelezi Bwana DCI, kama wameshindwa na kufanya upelelezi wajue ni wapi, na wamesema si askari wao wanafanya hiyo kazi, Bwana Rigathi Gachagua, come out very quickly, give us the details. Sisi kama Wakenya tutaenda hadi huko, tutaandamana, kwa sababu sasa bwana hatuwezi nyamaza. Kesho, leo imekuwa Kamau, kesho jana ilikuwa Kibet, leo itakuwa Wanjara, siku ingine itakuwa Songa. Sisi kama Wakenya tunaelekea wapi? Hatuwezi nyamaza wakati rais na serikali yake wanafanya kinyume na sheria. Na mimi nimekuongelesha kama rafiki yangu Bwana William Ruto, yale ambao ulituahidi kule Karen, hakuna kitu hata moja unatekeleza. Na mimi nataka tu nikwambie, hata kama hutatekeleza kitu hata moja ulituambilia kule Karen, jaribu tu utekeleze moja tu ya kutoshika na kukamata na kuabduct watoto wetu. Hata kama hutatutengenezea barabara ni sawa Bwana William Ruto, hata kama utaongeza ushuru ni sawa, hatuna shida, hata kama umeharibu masomo ni sawa, hata kama hutashughulikia afya ni sawa, lakini tunakuomba jambo moja peke yake, acha watoto wetu waishi. Hao ndio kesho yetu kama nchi, hao vijana ndio kesho yetu. Tafadhali tunakuomba William Ruto, at least make sure hata kama hutatekeleza kitu kingine hata moja, hiyo tu ya kuachilia watoto wetu waishi, tunakuomba tu kwa unyenyekevu kama kiongozi wa taifa, achilia watoto wetu, usijaribu kuwaua, achilia tu waishi. Hatuna shida. Hii mashida nyingine tutapambana nayo. Hii njaa tutapambana nayo, tumezoea. Lakini hiyo tu ya kuua watoto wetu, tunakuomba tu kama rais, tafadhali hiyo barabara usiende. Hiyo barabara usiende. Na tukimalizia, tunataka tupongeze watu wa Embu vile ambavyo wameshikamana, wamejitokeza leo kwa wingi, wamefanya maandamano, wamesema mpaka kijana achiliwe mahali ambapo hako. Na sisi kama viongozi wa Mlima Kenya na viongozi wa kutoka bunge la wananchi tunashikana na nyinyi, tuko pamoja na nyinyi, na tunasema ya kwamba vijana musirale, lale lale, vijana musirale, bado mapambano, 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 bado mapambano, mapambano, mapambano,
bado mapambano. Vijana musilale, Lale lale vijana musilale, bado mapambano, 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 bado mapambano, 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 bado mapambano. Hatutakufa moyo, safari inaendelea. Yes. Bado mapambano mpaka tuhakikisha kwamba serikali yetu imelainika na imeweka mambo sawa sawa. Sisi tuko hapa, tumekuwa tukikosoa serikali kulingana na sheria. Yes. It is not about personalities. It is about to keep the government on check. Zile sheria wanaleta, zile program wanafanya, ile ufisadi wanafanya, sisi tunaongea. Lakini hatuna shida na mtu kibinafsi. Shida yetu ni yale mambo ambayo yanaendelea, na tutaendelea kuikosoa mpaka mambo yote ikuwe sawa sawa. Na tuambie William Ruto, ulifanya vizuri kununua Raila Amolo Odinga, lakini haukusahau ya kwamba Wakenya ndio wenye nguvu. Vile ambavyo ulinunua Raila Odinga na opposition, sasa Wakenya milioni 50, sisi ndio tunaongoza opposition. Na tutakukalia ngumu. Ulisema unataka upinzani ambao itakukalia ngumu. Sasa ndio iko hapa. Wakenya wako ngangari, wako macho. Kwa hivyo tunakuomba wewe usituue, wacha tufanye kazi yetu kisheria. Yes. May God bless you. God bless Kenya. Mpaka wakati mwingine, asanteni sana. Thank you.